wangu nisamehe. Nisamehe mume wangu. Nimefanya hivyo tu kutokana na zile shida. Oya Habisha. Oya. Vipi baba? Poa. Unajua bwana, mimi sijakuzoea hivyo, na toka umekuja hapa yaani nakuona umekuja mnyonge sana. Shida nini? Sijakuzoea hivyo bosi wangu. Maisha ndo haya mwanangu. Tuelezane kama kuna shida, tujue tunafanya vipi. Tatizo nini? Natamani nikuhadisie lakini hujaoa bosi wangu, sijui utanishauri nini. Wewe nieleze. Kweli sijaoa, lakini ushauri hauchagui mtu wa kumwambia. Utakachoniambia mimi nitakushauri, pengine kitakufaa, kisipokufaa nitakushauri mwingine, kuliko unavokaa nacho hicho kitu kinazidi kuathiri. Hebu nielezee. Jana ilikuwa saa 10 jioni natoka kazini. Ndio. Jana ilikuwa ni siku ya wajinga duniani. Yes, nakumbuka. Nakumbuka eh? Unajua story ilikuwa vipi? Mke wangu. Niambie mume wangu. Kipenzi changu. Vipi? Mbona uko hivyo? Safi. Sikuelewi, sijakuzoea kwa hivyo. Mume wangu jamani, mbona hivyo? Unajua nini mke wangu? Hapa mimi natoka hospitali. Unaumwa? Hapana, sio. Ila nimemchukua mwanangu natoka na hospitali. Nimeenda kupima DNA. DNA? Nimegundua mtoto sio wangu. Mume wangu. Mume wangu. Naomba unisamehe. Samehe mume wangu. Mume wangu, naomba unisamehe. Hapana mume wangu, naomba unisikilize mume wangu. Nisikilize kwanza mume wangu. Naomba unisikilize, usitumie hasira mume wangu.